Kuna ukweli ambao watu wengi hawapendi kuukubali kuhusu nguvu na mafanikio makubwa. Viongozi wa dunia, wanasiasa wakuu na mabilionea hawafanikiwi kwa sababu wana akili za kipekee kuliko kila mtu. Wanachofanya vizuri zaidi ni kutumia uwezo wa watu wengine kwa faida yao wenyewe. Ndiyo siri halisi. Leo tunachambua kwa kina sheria ya 7 kutoka kwenye kitabu The 48 Laws of Power cha Robert Greene. Get others to do the work for you, but always take the credit. Wafanye wengine wafanye kazi, lakini hakikisha sifa zinaishia kwako. Sheria hii ina mvuto mkubwa na upande wake mgumu. Endelea kusikiliza hadi mwisho, ujifunze namna ya kuitumia kwa busara, na pia jinsi ya kujilinda isije ikageuka dhidi yako. Watu wengi hukua wakiamini kuwa mafanikio ya kweli yanahitaji ujitoe kupita kiasi na kufanya kila kitu kwa mikono yako mwenyewe. Lakini historia inathibitisha kuwa mawazo hayo si sahihi. Watu waliokuwa na mamlaka makubwa zaidi walikuwa hodari katika kusimamia juhudi za wengine. Walijua kuunganisha vipaji, maarifa na nguvu za watu waliowazunguka. Wafalme, watawala, wafanyabiashara na wabunifu mashuhuri walielewa kanuni hii mapema. Robert Greene anaeleza kuwa kutumia hekima, maarifa na juhudi za wengine kuna kuokoa muda na nguvu, huku kukikupa taswira ya mtu mwenye ufanisi wa hali ya juu. Sheria hii haimaanishi uvivu wala kuepuka majukumu, ni mbinu ya kimkakati. Badala ya kubeba kila kazi mwenyewe, unakuwa msimamizi wa mfumo. Jamii ina tabia ya kukumbuka uso mmoja tu wa mafanikio, si timu nzima iliyohusika. Hivyo, mtu anayehusishwa na matokeo huonekana kama chanzo cha kila kitu. Taswira hii hujenga heshima, mamlaka na nguvu, hata kama hakuhusika moja kwa moja katika kila hatua. Historia inatupa mfano wa wazi kupitia Thomas Edison. Katika maabara zake kulikuwa na wanasayansi wengi waliokesha wakifanya majaribio magumu. Walikosea, walijifunza na walichoka. Lakini kila jaribio lilipofanikiwa, jina lililosikika lilikuwa moja: Edison. Vyombo vya habari vilimjenga kama shujaa wa teknolojia mpya, huku wale waliotoa mchango mkubwa wakibaki nyuma ya pazia. Historia ilimkumbuka mmoja, si kundi zima. Mfano wa kisasa unaonekana kwa Kylie Jenner. Hakusimama maabara kutengeneza vipodozi wala hakufanya kazi za kiufundi. Timu ya wataalamu wa urembo, wabunifu na wataalamu wa masoko walifanya kazi nzito. Hata hivyo, chapa ilibeba jina lake. Dunia ikamwona kama mfano wa mafanikio makubwa ya kibiashara. Hapa sheria ya 7 ilifanya kazi kikamilifu. Juhudi za wengi, sifa za mmoja. Ili kuitumia sheria hii kwa akili, hatua ya kwanza ni kujenga timu yenye uwezo mkubwa. Wape nafasi ya kutumia vipaji vyao, huku wewe ukibaki kuwa mwelekeo wa mradi. Pili, hakikisha taarifa rasmi, historia na mawasiliano vinakuonyesha kama mhimili wa mafanikio. Tatu, toa pongezi za kutosha ili kuwafanya wabaki waaminifu, lakini hifadhi nafasi ya mbele. 4, linda taswira yako, ionekane kama wewe ni msimamizi na muunganisha nguvu, si mwizi wa kazi. Lakini pia kuna upande wa kujilinda. Sheria hii hutumika sana katika mazingira ya kazi ambapo wakubwa huchukua sifa za walio chini yao. Hili ni jambo la kawaida katika michezo ya nguvu. Njia bora ya kujikinga ni kuweka kumbukumbu sahihi za kazi zako na kuhakikisha mchango wako haupotei. Kuwa na akili ya kimkakati, chukua nafasi ndogo za kuonekana huku ukiandaa njia yako ya kupanda. Mwisho wa yote, dunia ya nguvu haiongozwi na haki pekee, bali na mtazamo. Sheria ya 7 bado inasimama. Get others to do the work for you, but always take the credit. Kama umejifunza jambo hapa, like na kusubscribe kwenye Fikra Sahihi, kwa sababu hapa tunachambua saikolojia ya nguvu, mafanikio na uhalisia wa maisha.